hata kama atasimama, hakuna atakayeweza kufungua swala hilo. Yeye akifunga pia, akilifunga jambo, hakuna mwenye uwezo wa kulifungua. Akilifungua, hakuna mwenye uwezo wa kulifunga. Katika maisha ya waliookoka tunaye Bwana mwenye funguo za ajabu. Kuna mambo yenye shida, yanayoleta shida katika maisha. Yesu ana uwezo wa kutumia funguo hiyo akayafunga yasiwepo tena. Sema amina. Hakuna uwezekano wa mtu wala mchawi wa kuyarudisha tena kama yamefungwa na Yesu. Anafunga. Bwana anafunga mikosi, anazifunga laana za ukoo, anaufunga umaskini, lakini pia anafungua baraka, anafungulia afya, pia anafungua ufahamu, fikra. Zikifunguliwa na Bwana, fikra za mtu zikifunguliwa na huo ufunguo wa Yesu, hakuna awezaye kuzifunga tena. Yesu Bwana asifiwe sana. Unamtamani Yesu na funguo yake? Wataka akufungulie na wataka ayafunge yasiyopendeza? Yesu ni Bwana anayeweza jioni ya leo. Haleluya, anayeweza kwa sababu ya huo ufunguo. Zipo funguo za aina nyingi. Hata mimi hapa nina funguo za chumba kile ambacho ninalala pale, lakini unaweza kushangaa kibaka akapita huku ukakuta tena amefungua. Inawezekana hata wewe umefunga kwako, lakini yawezekana akapatikana mjanja fulani akapita kule akafungua. Linalofungwa na Yesu hakuna wa kulifungua. Lakini pia tufahamu, linalofunguliwa na Yesu hapana wa kulifunga. Tuongeze pointi nyingine katika Ufunuo 3 na mstari wa 7. Msomaji wangu, ndio maana wanaimba namna hii. Nani mwanaume kama, hebu tujaribu kidogo. Nani mwanaume kama Yesu, haleluya. Nani mwanaume kama Yesu, haleluya. Mmoja nisaidie kidogo kwa mara 2 3. Nani mwanaume kama Yesu, haleluya. Nani mwanaume kama Yesu, haleluya. Tena mara ya mwisho, kama Yesu, haleluya. Nani mwanaume kama Yesu? Asante, haleluya. Asante. Soma Ufunuo 3 na mstari wa 7. Biblia inasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Filadelfia andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afungaye. Yaliyofungwa mwambie Yesu ayafungue. Yaliyoshindikana kwa waganga, mazindiko yaliyofanywa, mikataba ya kuzimu iliyowafunga wanadamu, mara nyingi tumwambieni Yesu, anao uwezo huo. Akifunga kitu, mwenye kukifungua hatapatikana, na akifungua jambo, mwenye kulifunga hapatikani. Hata kama watakusanyika
wenye mbinu zao, wenye ujanja na utaalamu na ujuzi wao, hawataweza. Hawataweza. Mimi nimefunguliwa na Yesu, sijajua wewe. Wewe umefunguliwa? Kama umefunguliwa na Yesu uko salama. Lakini wale waliofunguliwa na waganga, ndio maana kwa mara zote kila mwaka wanabadilisha waganga. Sisi hatutabadilisha Yesu. Tumempata Yesu, hatutabadilisha, kwa sababu tumemgundua toka enzi za Agano Jipya akiwepo yeye kimwili. Alipofika kwenye kaburi la Lazaro, mambo yalibadilika. Alifungua mauti, ikamwachia Lazaro. Alipokutana na Batimayo, aliyefungua macho, hakurudia tena upofu. Yesu Bwana asifiwe. Kwa hiyo tumtakeni Yesu. Tuone kitu kingine, pointi ya pili. Yeye alikuwepo miaka 2000 iliyopita, mwaka wa 36, alifundisha na akahubiri, akamaliza kazi yake, akaondoka, akaenda mbinguni. Alipoenda mbinguni, akaona jambo hili, ufunguo huu asiende nao. Yesu hakuenda na ufunguo huo, aliliachia kanisa. Sema, Yesu aliliachia kanisa ufunguo ule wa ajabu. Tunao ufunguo wa ajabu, Yesu wa upendo. Niendelee mwenyewe sasa, tulia kidogo. Haleluya! Yesu Bwana wetu wa upendo akaona siende na funguo. Akaona siende na funguo kwa sababu zina umuhimu sana duniani. Sababu najua mashetani bado hawajafungwa. Miaka 1000 itakapofika basi watafungwa. Baada ya kile kipindi cha miaka 7 shetani atafungwa miaka 1000. Mida hiyo sasa itakuwa ya amani katika ulimwengu wote. Mabara yote yatakuwa shwari. Ukraine na Urusi haitakuwa na vita tena. Marekani na huko hawatapigana tena. Yaani dunia itakuwa shwari. Maana Bwana wa dunia mwenye ufunguo amekuja kukaa na kutawala dunia miaka 1000. Yesu Bwana asifiwe sana. Lakini baada ya kupita miaka 1000 shetani atafunguliwa tena. Atakuwa huru. Atakuwa huru. Kwa kipindi cha nyakati hizo tuyaache hayo. Yesu Bwana asifiwe sana. Akalipenda kanisa, akaona kazi na mujibu wake uliomleta duniani amemaliza, amefundisha, amewaacha wafuasi wake, wale mitume na wale wengine waliokuwa wamemwamini Yesu. Akawapenda upeo, akasema nitakuwa na ninyi daima, nitawatumieni Roho Mtakatifu. Ndio maana tumekusanyika hapa, kwa maana ya kwamba tuwe katika Roho. Amina. Tuwe katika Roho. Roho Mtakatifu alishuka siku ya 50 huko Yerusalemu. Kwa makabila yote yalihusika na muujiza huo. Sasa tuone Yesu anafanya nini na kanisa. Ufunguo huo anawakabidhi kanisa katika Mathayo 16 mstari wa 19. Mathayo 19:6 mstari wa 19. Kwa nafasi ya Yesu, leo wewe upo na mimi nipo. Tunakarabati makufuri yaliyofungwa na shetani. Tunashughulika na vifungo vya giza. Tunavunja kila pingu zilizowekwa, mikatala ya giza. Lakini sio kwa nyundo, kwa funguo. Yesu asifiwe sana. Kanisa halitumii nyundo, linatumia funguo zenye uwezo wa pande mbili, kufunga na kufungua. Zote pote zinaweza. Ni kama vitasa vile. Unajua ukiingia kwenye majumba ya vitasa,
unaingiza funguo. Ukitaka kufungua unatumia funguo, na ukitaka kufunga pia unatumia funguo. Waliigiza huu mfano ili wapendeza sana wanasayansi. Yesu Bwana asifiwe sana. Huo moja, lakini makufuri mengine unafungua kwa funguo, unafunga kwa power, si ndio? Sasa tuone funguo hizo. Soma msomaji wangu. Mathayo 16